praise this morning. Acha nimpishe mchungaji maybe atufungulie kwa maombi before aingie kwenye word of the day. Karibu. Asante. Mtazamaji mahali popote ulipo, na kusalimia tena katika jina la Yesu. Mtumishi wa Bwana Apostle Moses Wekesa. Nataka tuombe alafu tuingie katika neno. Bwana Yesu uliyekaa katika kiti cha enzi, tazama ni wakati mwingine tumefika katika siku ambayo umependa katika mkono wako. Nasema asante. Naomba amani na kibali katika mtumishi wako anaye mahali popote anapokaa katika safari yake, mwenye anajiandaa kuingia katika hekalu Bwana. Naomba kibali kapate kumulinda kwa ajili ya neno, mtakatifu kapate kumsimamia. Tazama tunaenda kuingia katika neno, naomba kibali kae pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Wow, karibu katika neno la siku. Asante karibu. Mtazamaji na kusalimia tena katika jina la Yesu. Vile nimejitambulisha ni Apostle Moses Wekesa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Watumishi wa Bwana, leo nitajifunza ama tutajifunza katika neno la Bwana. Nitaongea juu ya tumaini katika ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aliye na tumaini katika ndani ya Kristo Yesu ana faida gani katika ndani ya maisha yake, ama katika ndani ya ujana, ama katika ndani ya kila jambo analolipenda. Nitaongea juu ya tumaini. Zaburi 46 mstari mdogo wa kwanza. Bwana asema nini? Mungu sisi kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada ambao utaonekana wakati wa mateso. Mungu sisi kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada ambao utaonekana wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji na siti kusema nini? Hapa Daudi anasimulia katika ndani ya uzuri ulio ndani ya Kristo Yesu. Anaongea katika ndani ya mteule ambaye anamwamini Mungu katika ndani ya maisha yake. Anasema ya kwamba sisi kwetu Mungu ni nguvu na ni msaada ambao utaonekana wakati wa mateso. Mtumishi wa Mungu alivyokuwa katika safari yake katika ufalme, alikuwa akiishi, akitawala, alikuwa anasimamia watu, lakini katika maisha yake hakukuwa anamdharau Mungu. Alikuwa na changamoto katika ndani ya maisha yake mpendwa. Alikuwa anapitia changamoto katika hali ya ufalme wake, lakini katika ndani ya moyo wake mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa anamwamini Mungu katika 100% katika ndani ya maisha yake. Alikuwa amechukua na maisha yake si kitu, hakuwa na hesabu maisha yake kuwa kitu. Hakuwa na hesabu ufalme wake si kitu, lakini alikuwa na hesabu ya kwamba Mungu kwake ni msaada ambao ni msaada mkubwa katika ndani ya maisha yake. Nataka niseme nini asubuhi ya leo katika mtazamaji unayenisikia? Nataka niongee na mtumishi mahali popote unaokaa na unayesiti kukaa pamoja nasi na kufuatilia haya mahubiri katika ndani ya maisha yetu. Nataka nikutie moyo katika maisha yako pamoja na asubuhi ya leo. Nataka nikwambie ya kwamba mtumishi wa Mungu Daudi anasema ya kwamba tunaomtegemea Mungu katika ndani ya maisha yetu, tunaoliitia jina la Kristo katika ndani ya maisha yetu, anasema ya kwamba haijalishi tutapitia na changamoto gani, haijalishi tutakuwa tunaona milima katika ndani ya maisha yetu, haijalishi tutaona nini watezi wamekaa katika upande wa kuume na upande wa kushoto, lakini Bwana Yesu asema nini? Sisi tunaoliita jina la Kristo Yesu, sisi tunaloamini neno la Kristo Yesu, sisi tunalichukua neno la Mungu kuwa ngao ya maisha yetu, anasema ya kwamba Mungu sisi kwetu ni kimbilio na ni msaada, na wakati wa mateso Mungu ataonekana. Haijalishi unapitia katika hali gani mpendwa, mahali popote unayopitia magumu, unayopitia na shida, unayopitia hali ngumu katika maisha, hujafanikiwa, hata katika ndoa unapitia changamoto, hata katika kazi ya mikono unapitia changamoto, hata katika uzao wako unapitia changamoto, katika safari ya maisha unapitia changamoto, lakini wewe unaliita jina la Kristo. Daudi anasema asubuhi ya leo, Bwana asema nini? Sisi tunayomwamini, sisi tunayomtegemea, anasema ya kwamba sisi kwetu Mungu wetu Yesu Kristo, sisi katika tunayomwamini ni kimbilio na ni msaada katika ndani ya maisha yetu.
na ni msaada katika ndani ya ujana wetu, na ni msaada katika ndani ya huduma yetu, ni msaada katika ndani ya safari ya njia zetu, na ni msaada katika masomo ya watoto wetu, na ni msaada katika kazi ya mikono yetu, na ni msaada katika ndani mbele ya maadui wetu. Hata ijalishi maadui watainuka, Biblia inasema, mstari wa Biblia anasema ya kwamba milima itakapoomuka ama inji itakapobadilika, sisi tunaomwamini Bwana wetu Yesu Kristo asema nini? Ya kwamba hatutafadhaika. Ajalishi hata kuna maneno yanaweza tokea, lakini mkono wa kuume hauna njia, mbele na nyuma hauna njia. Lakini nataka nikwambie kwamba unaliamini jina la Yesu Kristo katika ndani ya moyo wako, nataka nikwambie Bwana asema ya kwamba sisi kwetu Mungu ni kimbilio na ni msaada ambao utaonekana wakati wa mateso. Msaada wa kina nani? Tunaomwamini Yesu Kristo, tunayeliitia jina la Kristo, tunaomtegemea Kristo katika njia zetu. Anasema ya kwamba sisi Mungu kwetu ni kimbilio. Lakini ole wake ambao unasema nini? Wewe unasema ya kwamba unajifariji katika mambo fulani, unajifariji katika dhambi, unasema ya kwamba lazima katika ndani ya maisha Mungu anasaidia yule ajisaidiavyo. Neno la Mungu haisemi hivyo, bali Daudi anasema ya kwamba sisi tunaomwamini Mungu, sisi tunaomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, anasema ya kwamba sisi tunayemtegemea Bwana, anasema Yesu Kristo ni kimbilio na ni msaada katika ndani ya maisha yetu, na ni msaada katika ndani ya ujana, na ni msaada katika huduma yetu, na ni msaada katika chochote unachokifanya, ni msaada katikati ya maadui ambayo wanasema ya kwamba leo utaangamia. Lakini kama ulimtegemea Kristo Yesu, anasema ya kwamba yeye atakusaidia katika wakati wa mateso, yeye atakusaidia katika wakati wa shida, yeye atakusaidia katika wakati wa dhiki, yeye atakusaidia katika wakati ambao unaona ya kwamba sijaweza, lakini Bwana wetu Yesu Kristo atasimama upande wako, atakulinda. Nikiuliza maandiko inasema nini katika Nyakati wa Pili mstari wa 7? Asema nini mstari mdogo wa 14? Asema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa katika jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, mimi Bwana nitasikia maombi kutoka juu mbinguni. Nitakaposikia maombi kutoka juu mbinguni, nitashuka katikati yao na nitaponya mpaka nchi yao. Mbona mfalme Bwana Yesu aambie pamoja na taifa la Israeli? Wana wa Israeli pia walikuwa katika shida, walikuwa wanapitia changamoto, walikuwa wanapitia mateso, walikuwa wanapitia ugumu katika ndani ya maisha, lakini katika tumaini yao imekosa katika ndani ya Mungu, imetoka katika imani ya kweli iliyo ndani ya Mungu. Wamekeukia viumbe, wanaabudu viumbe, wanaabudu majini, wanaabudu pete, wanaabudu rosari, lakini katika mioyo wameacha Mungu aliyewaumba akawatoa katika nchi ya Misri. Ndiposa Mungu alivyoongea pamoja na mtumishi wake Musa, aambie wana wa Israeli ya kwamba mimi Bwana niliyewatoa katika nchi ya Misri sitawawacha, lakini tazama hao wenyewe wameniacha. Na Mungu anasema ya kwamba ikiwa watu wangu katika taifa lolote wanaoliamini jina la Mungu, wanaliamini jina la Kristo, anasema ya kwamba Mungu atakapokuwa mbinguni atasikia maombi ya watakatifu. Atakaposikia maombi ya watakatifu, atashuka na atawaponya, na ataponya nchi yao pamoja na maradhi zao, pamoja na shida ambayo inayopitia. Sasa nataka nikwambie siku ya leo fundisho letu liko katika tumaini. Tumaini yako ukijenga katika ndani ya Kristo, ukimwamini Kristo Yesu ya kwamba yeye alikuja katika dunia akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akafa kwa ajili akafa kwa ajili ya makosa zetu, ili sisi tupate neema tukombolewe. Nataka nikwambie kwamba siku ya leo una tumaini, na tumaini yako haitapotea mpaka siku ya mwisho, mpaka siku ya kiyama. Kristo atakapokuja atakupata na atakulinda, atakuweka sawa sawa, kwa sababu Mungu anakuhakikishia ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, yani walio, kumbe kuna wenye wameitwa lakini si katika jina la Mungu, lakini aliyeitwa katika jina la Kristo Yesu anatumaini katika ndani ya maisha, kwa sababu kuna wengine kumbe Mungu hakuwaita, wengine walijiita, ama wengine waliona tu ya kwamba mimi niende nihubiri. Lakini jinsi andiko linasema ya kwamba Daudi anasema Mungu sisi kwetu ni kimbilio na ni msaada ambao utaonekana wakati wa mateso.
Ichapobadilika inji, hakika sisi hatutaona haya, hatutaona shida, kwa sababu Bwana yu upande wetu. Unaposoma andiko linasema nini? Bwana akiwa upande wetu, ni nini kinaweza kukutenga na upendo wa Bwana? Hakuna chochote kinaweza kukutenga na upendo wa Bwana. Hata ichapobadilika, hata mke wako anaweza kubadili, ama watoto wako wanaweza kubadilika, lakini nataka nikwambie, Kristo Yesu katika ndani ya maisha yako, Kristo Yesu katika ndani ya safari yako, Kristo Yesu katika jambo unalolifanya, atakutangulia na atakupa nguvu, atakuinua, atakusimamisha, atakuvisha, atakuvika katika mahali penye unasema ya kwamba sitapita. Mungu ataweka njia. Mungu ataweka njia. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, mimi Bwana wakiniomba, hakika mimi nitasikia maombi kutoka mbinguni. Nitakaposikia maombi kutoka mbinguni, nitashuka katikati yao, nitawaponya mpaka niponye inji zao. Haijalishi katika kazi yako inayumbayumba, watoto wako wanayumbayumba, kazi ya mikono inayumbayumba, ndoa yake inayumbayumba, wazazi wako hawana amani, hata ndugu yako ako katika hospitali, mwingine amefungwa katika seli, katika mambo fulani, hata amewekewa kesi ambayo hakufaulu ama hakufanya katika ndani ya maisha, lakini amewekewa. Lakini nataka nikwambie, kama unaliita jina la Kristo Yesu na 100% unajua kwamba ndugu yako ama ndugu ya mama yako ama mzazi wako hakushiriki ile kosa ama dhambi, nataka nikwambia kwamba kuna tumaini na njia. Mungu ataweka njia pasipo njia. Njia itapatikana na wewe utapita, na yeye atafunguliwa katika mtukufu wa Bwana. Asema nini katika maandiko? Anasema ya kwamba njoo kwangu, eleza mambo yako ili ufanye nini? Upewe haki yako. Ukimwelezea Mungu katika ndani ya maisha yako, nataka nikwambie kuna tumaini na kuna nguvu na kuna baraka katika ndani ya maisha yako, na kuna upenyezo katika ndani ama katika nafsini mwako, na kuna kuinuliwa katika neno la Kristo Yesu, na kuna kufunguliwa katika neno la Kristo Yesu. Haijalishi kuna nani walio mbele yako, haijalishi kuna nani walio kusanyana yamkini katika maishani mwako, lakini si katika shauri ya Bwana. Nataka nikwambie Yesu Kristo atakusimamia, kwa sababu amesema tunaloliita jina la Kristo Mungu sisi kwetu ni kimbilio na ni msaada ambao utakaoonekana wakati wa mateso. Haijalishi wamepanga ya kwamba huu mwaka hata hutamaliza, huu mwezi hutamaliza, hii mwaka utakayokuja hutamaliza. Nataka nikwambie wameenda wamekaa vikundi ili wewe uangamie. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu amesema asubuhi ya leo, mpendwa, usiokope katika jambo lolote. Mungu wetu Kristo aishie milele na milele atakulinda, atakufundisha, atakutunza mbele ya maadui wako. Utapita katika Zaburi asema nini? Ataandaa meza mbele ya maadui wako. Atakapoandaa mbele ya maadui, ndio njia gani ama ndio kusema nini? Mungu wa Israeli atafungua njia pasipo njia. Watatarajia kwamba unaangamia, lakini kumbe wewe hautaangamia, wale wenyewe wataangamia. Maana andiko linasema katika Mathayo 15 mstari wa 40 nasema ya kwamba bali ombea adui wako ili aishi siku nyingi. Watakapoona ya kwamba Mungu amekufaulisha katika maisha yako, wataanza kusema ya kwamba huyu ametembea, huyu ameenda katika sijui amefuka majini. Lakini nataka nikwambie, kama unaliita jina la Kristo Yesu, watasema, lakini watachoka katika ndani ya maisha. Lakini wewe utakuwepo na wewe utaishi, utaendelea kufanya kazi yako na kuhubiri neno la Mungu, na huduma itasimama na kazi yako itasimama, kwa sababu Bwana Yesu yu upande wetu. Akiwa upande wetu, hakuna chochote kilicho kinyume juu ya maisha yetu. Mpendwa, usihangaike. Hata taifa letu la Kenya, kama tutakuwa katika imani moja, tukimwangalia Mungu, tukimtegemea kama sisi hasa watumishi wa Mungu, Mungu wa Israeli atatulinda katikati ya wadezi ama katikati ya maadui. Mungu atakulinda. Taifa letu la Kenya litakuwa na roho ama na vita, bali Mungu atakaa upande wetu, atalinda taifa letu. Litakuwa na amani, taifa letu litakuwa na upendo, taifa letu litakuwa na amani, watoto wetu watakuwa na amani, viongozi wetu watakuwa na amani, huduma ya Mungu itakuwa na amani, na Mungu atatuinua katika njia zote. Kwa sababu asema nini? Itakapobadilika inji na milima, Mungu hata kuacha sisi tuliomwamini Kristo Yesu, hata tuacha sisi tunayomtegemea. Ajalishi rafiki unaweza kuwa na yeye, lakini kesho kutwa na kesho ama mwaka mwingine akafanikiwa akakuacha na akakudharau. Hata ukimpigia simu hata shika. Lakini nataka nikwambie Kristo Yesu yeye ni wa milele. Atakulinda, atakufunika na damu yake, atakulinda katikati ya waadui, atakulinda. Ajalishi maadui wa marafiki yako atakukimbia, lakini Yesu Kristo atakukimbia katika nafsini mwako. Yesu Kristo
atakaa ndani ya maisha yako. Yesu Kristo atakufunika na damu yake, kwa sababu yeye huyo upande wetu. Asema nini katika maandiko? Akasema ya kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba. Mungu ameapa akisema, mimi Bwana nitasikia watu wale, mimi Bwana nitashuka katikati yao, nitawaponya mpaka inji zao. Hata inji yetu ya Kenya tutakapoona mahali penye tunaenda, nataka nikwambie, tukisimama katika maombi ya Kristo Yesu, Mungu atatupatia upendo na amani katika ndani ya maisha yetu. Lakini nataka nikwambie, tumaini lako ukichenga ndani ya Kristo, kuna faida kubwa katika maisha, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba aliyechenga nyumba yake katika mwamba hana hasara yoyote, lakini aliyechenga katika nyumba yake katika misingi, akachenga katika mchanga, yeye ana hasara kubwa, kwa sababu wakati utakapokuja mafuriko itakapokuwa mengi, huyo mtu atapata hasara katika nafsini mwake. Lakini wewe tumaini yako kama ulichenga katika mwamba ni Kristo Yesu. Mwamba ndio jiwe kula pembeni lililokataliwa na washi. Katika maisha yako nataka nikwambie, kuna kufaulu na kuna kufunguliwa na kuna kuinuliwa. Hata haijalishi ofisi yoyote ulikuwa ukiingia hauna nafasi yoyote. Nilikuambia ya kwamba wiki iliyopita, nikakwambia kwamba omba kibali katika maisha mwako. Mungu atakapoajilia kibali mahali popote utakapoenda, Mungu atakulinda. Sasa hii kibali siku ya leo itembee na imani yako na Mungu. Chenga imani yako katika ndani ya Kristo Yesu. Usijenge katika vitu zingine, usijenge katika elimu yako, usijenge katika akili zako, bali imani yako ijenge katika neno la Kristo Yesu, kwa sababu asubuhi ya leo unapata uponyaji na unapata kuinuliwa, unapata kufunguliwa. Neno la Mungu litakapokaa ndani mwako, utainuliwa na kufunguliwa katika mipaka ambayo maadui wanapanga ili uangamie. Yesu Kristo atakulinda, atakufunika. Nataka niseme nikimalizia nikikwambia kwamba mahali popote ulipo usiokope jambo lolote, kwa sababu Bwana asema nini katika Yeremia? Akasema, usiokope ewe Yakobo niliyokuuruku, maana mimi naenda kukushika mkono wa kuume, ninaenda kutembea pamoja nawe. Kristo Yesu anaenda kutembea na wewe katika ofisi yoyote au kukuwa na amani. Mahali popote ulipokuwa unafukuzwa nilivyowaambia, lakini nataka nikwambie siku ya leo, Kristo Yesu, imani yako kijenga ndani ya Kristo, Mungu anaenda kukutembeza, Mungu anaenda kukulinda, Mungu anaenda kukufungulia, Mungu anaenda kukupa baraka katika uzao wako. Mungu anaenda kufanya jambo jipya katika uzao wako. Tazama, una wakati huu watoto wamefanya na mtihani, lakini katika maisha yako hata watoto wako walikuwa wakifanya mtihani, walikuwa wanaanguka, lakini nataka nikwambie imani yako katika ndani ya Kristo, matokeo yatakapokuja katika mwaka ujao, nataka nikwambie kuna tumaini katika neno la Mungu na kuna kufunguliwa. Kuwa ndani yako, ujenge katika imani yako katika ndani ya Kristo Yesu, na utafunguliwa na utabarikiwa katika nafsini mwako. Na nataka niseme hivi nikimalizia, ukitaka kunipata mpendwa mtazamaji, usiokope, lakini nataka nikwambia kwamba ingia katika channel yako katika YouTube, andika tu Apostle Moses Wekesa, niko mahali pale. Hata ukipenda ungesubscribe mahali pale, na zaidi ya yote nambari yangu ya simu naweza kukupatia ni 0768555454. Ukitaka kunipata, kanisa liko katika Natibloma hapa, tunashiriki, tunafanya kazi ya Mungu, na wasema ya kwamba karibuni wote na karibuni wote. Yoyote atakayenitaka kunisupport katika huduma, na waambia kwamba karibuni sana. Yesu wa amani awabariki. Nataka nikuombee. Nataka nikushukuru Bwana Yesu katika neno ambao umelituma asubuhi ya leo katika mtazamaji wako. Mungu wa Israeli, naomba baraka aliyesikia hili neno akapate kufunguliwa na apate kuinuliwa, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Asante, ubarikiwe sana. Wow, thank you so much for the word of the day. We're just this is the first one. We're just taking a short music break, and then I'll be back with another set from Brother Philip ambaye alikuwa into a series kiasi. So today is diving into another episode na itakuwa baraka sana. So stay tuned. I'll be back with that segment. Amen.